Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mbele yako ni mtumishi wa Mungu Jairo Mahanga. Ninakukaribisha tena katika kipindi chetu pendwa kabisa ambapo tunajifunza neno la Mungu kwa namna ya tofauti tofauti. Bwana Yesu apewe sifa. Na siku hii ya leo nimekuletea somo jingine pendwa kabisa ambalo tutaenda kujifunza kwa namna ya tofauti kidogo. Somo letu la leo nitazungumzia habari ya wokovu. Nataka nikuletee mfano wa mtu aliyeokoka. Nitakupa mifano mitatu ya mtu aliyeokoka, kwamba mtu unaposema umeokoka unakuwa wa namna gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani unavyoamua kuokoka unaanza maisha ya namna gani? Tunakufananisha na nani pindi unapookoka? Bwana Yesu asifiwe sana. Ninao mifano mitatu ambayo ninataka nikwambie kwamba mtu anayeokoka huwa namfananisha na mtu gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Mfano wa kwanza wa mtu aliyeokoka ninamfananisha na askari. Kwa nini askari? Askari kazi yake tunaijua ya kwamba huyu ni kulinda amani. Au mwanajeshi kazi yake ni kukabiliana na maadui wa kila aina. Sasa wewe mtu uliyeokoka, tambua kabisa ya kwamba wewe ni askari. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kama wewe ni askari, jukumu lako ni nini? Jukumu la askari sio kukaa kwamba kwa sababu umeshaokoka basi unakaa una relax kwamba umeshakuwa askari sasa hauna jukumu lingine mbele yako. Bwana Yesu apewe sifa. Kumbe jukumu la askari ni kulinda raia na mali zake. Lakini kama ni kulinda raia na mali zake, tambua kabisa kwamba kuna wezi ambao inawezekana wanataka kuiba zile mali. Kuna majambazi ambao wanataka kuvamia wale raia. Kuna watu ambao wanataka kuwadhuru wale raia. Kwa hiyo kama wewe ni askari, basi kazi yako ni kuhakikisha wale watu wanakuwa salama. Sasa umeshaokoka, jukumu lako tayari limeshakuja mbele yako ya kwamba umeshakuwa askari. Kwa hiyo wewe unapaswa kuenenda katika hizo njia. Kwa hiyo kumbe unapookoka ni unaianzisha safari fulani ambayo ndio utaanza kuitumikia katika huo wokovu wako. Ina maana kwa wakati huo unasimama kwa ajili ya kukitetea kile cheo chako. Kwa sababu kuokoka sio kwamba jina, kwamba mtu amekwambia wewe umeokoka basi ni kwa jina lako hilo basi tayari wewe unakuwa mwokovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo jukumu lako kubwa ni kulinda ule wokovu wako, ni kuenenda katika zile njia. Kwa sababu nikizungumzia majambazi, nikizungumzia waharifu, ina maana kuna vishawishi vya kila namna vya kukutoa wewe katika wokovu, kukurudisha katika ile hali yako ya zamani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kama wewe ni askari, basi jukumu lako ni kupambana na kila aina ya uovu ambao unatokea kwenye hii dunia, ambao unatendeka kwenye hii dunia. Ni kusawazisha, kuweka mambo sawa, kwamba kama unaona kuna uovu wa aina fulani, basi hakikisha huo uovu unapambana nao ili usije kwako, ili usiwadhuru wengine. Na ndio maana ya kwamba Yesu mwenyewe alipokuwa anaondoka hapa duniani, ukisoma Mathayo 28 kuanzia mstari wa 19 na 20, akasema, "Enendeni ulimwenguni mkaihubiri Injili kwa mataifa, na mkiwafanya mataifa kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza katika jina la Baba, Mwana na Roho, na wote waaminio watapata wokovu." Ukisoma pia katika Marko 16 mstari wa 15 na 16 pia inazungumzia jambo hilo hilo, kwamba wale watu watakao kubali kubatizwa hao ndio wataurithi ufalme wa Mungu. Sasa kumbe haya ndio maagizo kwa wanafunzi wake. Kwa hiyo wewe umeshaamua kuokoka, tambua ya kwamba sisi tunaenenda katika njia ya Kristo. Kwa hiyo kama tunaenenda katika njia ya Kristo, kwa hiyo yale ambayo Yesu aliyafanya basi sisi ndio tunapaswa kuyaendeleza na kuyatimiza zaidi na zaidi. Kwa hiyo mfano wa kwanza wa mtu aliyeokoka namfananisha na askari, kwa sababu unapaswa kupambana na huu uovu. Duniani kuna uovu wa kila aina.
ambao upo kila siku, tunazunguka kwenye hii dunia, tunakutana nao. Tunakutana na uovu wa aina tofauti tofauti, tunakutana na mambo mengi sana mabaya ambayo ulimwengu umefika, imekuwa mahali watu wanachukulia kawaida, lakini ni kinyume na mapenzi ya Mungu, havimpendezi Mungu. Sasa wewe ukishaamua kuokoka, basi askari wako unapaswa kufanyia kazi kupambana na haya mambo ambayo yanaendelea duniani, ambayo ni tofauti na mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mfano wa pili wa mtu aliyeokoka ninamfananisha na mwanariadha. Huu ni mfano wa pili. Namfananisha na mwanariadha. Kwa nini nimfananisha na mwanariadha? Mwanariadha yeye anaenda kwenye mashindano. Ukienda kwenye mashindano pale, mpo pale kwa ajili ya kushindana. Yaani ukishakaa kwenye ule mstari, mnasubiri kuanza safari ya kupambana, ya kushindana. Kitu ambacho unakiweka akilini mwako ni kwamba upambane, ukimbie kwa namna ambayo wewe utaweza ili ukashinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna mtu ambaye anaenda kwenye mashindano akitegemea kushinda. Hiyo iko wazi. Kwa hiyo mtu unapoenda kwenye mapambano, akili yako ina focus kwenye kushinda. Hayo matokeo ya kushindwa ni kulingana na namna wewe utakapopambana na juhudi zako ambazo utaziwekeza kwenye kile ambacho kiko mbele yako. Sasa umeshaamua kuwa mwanariadha, basi jukumu lako ni kupambana ili ushinde. Jukumu lako ni kupambana na kila aina ya changamoto ambayo utakutana nayo. Haijalishi utakutana na watu wanakimbia namna gani, lakini weka lengo lako kubwa kwamba wewe ni lazima ushinde. Kuna wakati usiangalie ukubwa wa changamoto, angalia ukubwa wa maono yako wewe, kwamba yale maono yawe na uzito kuliko changamoto ambayo unakutana nayo mbele, kwa sababu changamoto ziko nyingi za aina tofauti tofauti. Na hizo changamoto ndo imefika mahali kwamba mtu anakata tamaa kulingana na anatazama ukubwa wa ile changamoto, lakini haangalii ukubwa wa lengo lake yeye, kwamba yeye anataka afike sehemu fulani. Lakini kulingana na changamoto ambayo anaiona mbele yake, anaona kabisa kama ni kwa changamoto hii siwezi fika kule ninakoenda. Lakini mtu wa Mungu unapaswa kuangalia ukubwa wa vision yako, maono yako, unataka ufike wapi, na sio kuangalia ukubwa wa changamoto. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini mfano wa tatu, mtu aliyeokoka, ninamfananisha na mkulima. Kwa nini mkulima? Hakuna mkulima anayeenda shamba akapanda mazao yake akitegemea asivune. Yaani unapoenda shambani, unaanza kuandaa shamba, unalima, unapanda, basi unategemea kuvuna. Sasa unavunaje? Huwezi ukapanda shamba. Yaani umelima, umepambana, umetumia nguvu zako kubwa, umewekeza, umelima, umepanda. Baada ya kupanda, ukaacha shamba lako hapo hapo, alafu ukaondoka zako. Unajua labda umepanda mahindi, ndani ya miezi kadhaa mahindi yatakuwa yameshakomaa, basi unaenda kuvuna. Hicho kitu hakipo. Huwezi ukapata chochote kwenye kile kitu. Sasa unapaswa ufanye nini? Jukumu lako ni nini? Kwa hiyo kumbe, kama ni mkulima, ukilima shamba lako, umepanda mbegu zako vizuri, jukumu lako ambalo linakuwepo kwa wakati huo ni kwamba kuwa mwangalizi wa mazao yako na kuyafuatilia katika kila hatua na kuyazingatia mpaka yafikie level ya kuvunwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo ndio mkulima. Kwa sababu mkulima, huwezi niambia kwamba mkulima, mtu anaofanikiwa katika kulima atapanda tu shamba, asizingatie, asipalilie, asiweke dawa ili wadudu wasidhuru, alafu akae tu muda wa kuvuna kwamba aende akavuna.
hicho ni kitu ambacho hakiwezekani. Lakini kwa mkulima ambaye anategemea kuvuna, anategemea kupata mazao mengi kadri alivyolima, basi ni yule mkulima ambaye atafuatilia hatua moja mpaka nyingine ili ahakikishe kile alichokipanda anakitunza, anakiendeleza katika njia ambayo ni sahihi na salama mpaka anapofikia hatua ya kuvuna, ambayo ndio hatua ya mwisho kabisa. Pale ndio anakuja kuona matokeo ya kile ambacho amekifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kama mkulima anapaswa kupambana na kuhakikisha yale mazao yanafikia level ya kuvunwa yakiwa salama, basi huyu ndio Mkristo ninayemzungumzia leo. Huyu ndio mtu ambaye ameamua kuokoka leo, kwamba kama umeamua kuokoka, basi uokovu wako unapaswa uulinde na kuendeleza katika njia hiyo hiyo mpaka ufikie lengo la kushinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio kwamba umeokoka leo basi kwa sababu umeshaokoka basi wewe sasa una relax, umetulia. Hapana. Unalo jukumu ambalo liko mbele yako, ambalo Mungu ameweka kwamba lazima ukalitimize. Na ndio maana Yesu akasema, nendeni ulimwenguni mote mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi wangu. Kwa hiyo wewe ni balozi. Wewe ni mtu ambaye unapaswa kuwafanya wengine wamjue Yesu. Kupitia wewe watu wakaokoke. Kupitia wewe watu wakafunguliwe. Kupitia wewe watu wakaponywe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hiyo ndio kazi yako. Maana neno la Mungu pia linasema kwamba walipolala usiku, adui alikuja akapanda magugu katikati ya ngano. Huyo ni adui. Kwa hiyo kumbe adui kuna wakati anatuvizia usiku. Adui anakuvizia. Yani wewe si umeokoka, alafu unasema umeokoka kweli, alafu unalala umetulia. Adui anakuja usiku katikati ya shamba lako ulipopanda magugu, ulipopanda ngano, yeye anapanda magugu. Ukumbuke magugu yanafanana na ngano. Kwa hiyo kesho asubuhi unakuja unaamka unashangaa ni kama ngano yote, kumbe katikati yake kuna magugu. Sasa huyo ndio adui. Sasa usiruhusu huyo adui akaja akapanda magugu katikati ya ngano ambayo umeipanda. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama wewe ni mkulima na umeamua kulima, basi pambana kuhakikisha kwamba unalinda shamba lako, unalitunza vizuri, kuhakikisha mpaka inapofika level ya kuvuna unavuna. Bwana Yesu apewe sifa. Ukisoma katika kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 11 mstari wa 29, mstari wa 23, tunaanzia mstari wa 23. Neno la Mungu linasema, wao ni wahudumu wa Kristo. Nanena kiwazimu in bracket. Mimi ni zaidi katika taabu kuzidi sana, katika vifungo kuzidi sana, katika mapigo kupita kiasi, katika mauti mara nyingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu ni mtume Paulo akiwa anazungumzia mahali hapo kwamba yeye ni mhudumu wa Kristo. Kwa hiyo kama ni mhudumu wa Kristo, kazi yake ni nini? Kama ni mjumbe wa Kristo, kazi yake ni nini? Ni kuyafanya yale maagizo ya Kristo ambayo Yesu anataka huyu mtu ayafanye. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini ukisoma tena katika kitabu cha Yeremia sura ya 51 mstari wa 20, neno la Mungu linasema, wewe ulungu langu na silaha zangu katika vita, kwa wewe nitawavunja mataifa, na kwa wewe nitaharibu falme. Mstari wa 21, na kwa wewe nitavunja farasi na yeye apandaye, na kwa wewe nitavunja gari za vita na yeye achukuaye ndani yake, na kwa wewe nitavunja mwanaume na mwanamke, na kwa wewe nitavunja mzee mwanaume na kijana mwanamke, na kwa wewe nitavunja mchungaji na kundi lake, na kwa wewe nitavunja mkulima na jozi zake ya ng'ombe, kwa wewe nitavunja maliwali na maakida. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa huu ni mfano wa mtu aliyeokoka. Nataka unisikilize kwa makini
ili utambue ya kwamba kumbe Mungu kuna kitu anaweka kwa watumishi wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani mtumishi wa Mungu pia anapitia changamoto kubwa kuliko mtu wa Mungu. Naomba unielewe mahali hapa kwamba kuna wakati mtumishi wa Mungu anapitia changamoto kubwa kuliko mtu wa Mungu. Mtumishi wa Mungu nikimaanisha kwamba kiongozi, anaweza kuwa mchungaji, mwinjilisti. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani changamoto anazozipitia ni kubwa kuliko hawa watu wa Mungu, kuliko wale watu anaowaongoza. Yaani wewe leo hii unaenda kwa mchungaji, una tatizo fulani. Unamwambia mchungaji, bwana nina 1 2 3.